kujua maana halisi ya lile neno unalolisoma. Roho Mtakatifu. Ukisoma neno la Mungu na hauna Roho Mtakatifu, hauwezi kuelewa maana ya lile neno. Na ndio maana sio kila neno unalolisoma linaweza likakubariki kwa wakati ule. Kuna wakati unaweza ukasoma na usielewe kabisa, ukabaki kama uko gizani. Lakini mwingine akasoma neno lile lile na akalielewa. Kwenye hii Biblia niliwahi kumshangaa Mungu siku moja. Ninasoma Biblia, lakini kuna maneno mengine yamefichwa ndani ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu hajatia macho yako nuru kuyaona, hata ukisoma utaelewa. Kuna mtu ataelewa. Yaani kazi ya nguvu ya Roho Mtakatifu ni kuyatia macho yako nuru, ili utakaposoma usome na ndani uelewe kile unachokisoma. Ndiyo maana halisi inatokea. Haleluya. Lakini ukisoma na ukiwa gizani na Roho Mtakatifu, maana halisi ya Biblia utaielewa. Badala yake utaishia kulala. Unasoma huku unasinzia. Ukiona unasoma Biblia alafu unasinzia, maana yake Roho Mtakatifu yuko mbali. Kile unachokisoma hakiwezi kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake usipoelewa maana ya kile unachokisoma, hakiwezi kukuvusha. Utasoma kwa mazoea. Ndio hao watu tunawakuta wanakuambia, mimi naijua Biblia, nimesoma Biblia mimi. Lakini maana ya kile alichokisoma haitafuti kwa akili za kibinadamu. Ukisoma kitabu cha waraka wa pili wa Petro, ule mlango wa kwanza na mstari wa 20, utakuta kuna maana. Inasema hakuna unabii wowote unaofasiriwa kama vile atakavyo mtu, bali kila unabii uliotolewa. Soma mara moja, soma ile andiko ili na wengine waelewe. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa pili wa Petro, mlango wa kwanza mstari ule wa 20 na 21. Ukijua neno hili kwanza, kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufa sio kusafiri. ndio Ukubali, sikiliza anachosema. Kwamba hii Biblia nzima ni unabii. Hili neno la Mungu tunalolisoma hapa, huyo ni unabii. Sasa waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 20 anasema kwamba hakuna unabii wowote wa neno la Mungu unaopaswa kufasiriwa kama vile atakavyo mtu. Kwa hiyo msaada wa kufasiri